Karibuni tena, na leo tunaingia kwenye mada nzito kidogo, mada yenye maswali mengi kuliko majibu. Tunaangazia vifo vya kutatanisha vya viongozi 12 mashuhuri barani Afrika. Sasa, tujiulize pamoja. Je, vifo hivi vya ghafla ni matukio yasiyohusiana, yani ni sadfa tu? Au kuna ruwaza fulani, mtindo wa kutisha ambao umekuwa ukijirudia kwa zaidi ya miaka 60? Ebu tuchimbue kwa undani zaidi. Sawa, safari yetu itaturudisha nyuma katika vipindi vinne muhimu. Tutaanza na yaliyotokea juzi tu, kisha tutarudi kwenye ghasia za miaka ya 2000, vivutano ya vita baridi, na kumalizia na pale kila kitu kilipoanzia, kwenye misingi ya mapinduzi ya kwanza. Basi, tuanze na vifo viwili vya mwaka 2021 vilivyoibua upya maswali haya yote na kuweka dunia kwenye taharuki. Wa kwanza, bila shaka, ni hayati John Pombe Magufuli wa Tanzania. Mtu aliyefahamika kwa jina la utani The Bulldozer, kutokana na msimamo wake usioyumba dhidi ya rushwa na utetezi wake kwa rasilimali za nchi. Sasa, hapa ndipo mambo yanapokuwa na utata. Upande mmoja, kuna kauli rasmi ya serikali, matatizo ya moyo. Lakini, upande mwingine, kuna minong'ono na nadharia nzito kabisa, hasa kutokana na msimamo wake kuhusu COVID-19. Wengi, hadi leo, wanaamini kuna mkono wa mtu, labda sumu, kutoka kwa wale waliokerwa na sera zake. Na haukupita hata mwezi mmoja, kiongozi mwingine mashuhuri anaanguka. Huyu ni Rais Idriss Deby wa Chad, nguzo muhimu sana kwa maslahi ya kijeshi ya Ufaransa katika ukanda wa Sahel. Sasa, sikiliza hii. Hadithi rasmi inasema alifariki vitani, mstari wa mbele akipigana na waasi. Rais kufa vitani katika karne ya 21? Wengi hawaamini hadithi hii. Wanasema hili lilikuwa ni pindua ya ndani ya ikulu, iliyoratibiwa kimya kimya ili kuhakikisha mtoto wake anarithi kiti kwa baraka za washirika wake wa nje. Hebu sasa turudi nyuma kidogo. Twende mwanzoni mwa miaka ya 2000, kipindi ambacho kilishuhudia mauaji ya kinyama dhidi ya viongozi kadhaa. Na hapa tunakutana na jina kubwa, Muammar Gaddafi wa Libya, kiongozi aliyekuwa na ndoto ya kuona Afrika ikiwa na sarafu yake moja, imara, iliyofungamanishwa na dhahabu. Unajua, wazo lake la dinari ya dhahabu lilikuwa ni kutikisa mfumo mzima wa kifedha duniani. Na hapa ndipo utata unapozidi. Barua pepe zilizovuja zinaonyesha wazi kabisa kwamba mataifa kama Ufaransa hayakufurahishwa na mpango huu. Hii inaibua swali, je, ule uingiliaji wa NATO ulikuwa kweli kwa ajili ya haki za binadamu au ilikuwa ni njama ya kuzima ndoto yake ya kiuchumi? Na kipindi hicho tunaona vifo vingine viwili vya kutisha. Kwanza, Laurent Kabila kule DRC anapigwa risasi na mlinzi wake. Wengi wanahisi mlinzi huyo alitumiwa tu na wenye makampuni ya madini. Halafu, tunaenda Guinea-Bissau ambapo Joao Bernardo Vieira anauawa kikatili na wanajeshi, kisa kikihusishwa na biashara haramu ya madawa ya kulevya. Sasa, safari yetu inatupeleka mbali zaidi. Tunarudi kwenye enzi za vita baridi, ambapo dunia iligawanyika na Afrika ikajikuta katikati ya mivutano ya kimataifa. Mnamo mwaka 1994, tukio moja tu. Tukio moja liliwasha moto ambao ungeunguza taifa zima na kuacha kovu la milele. Mauaji ya marais wawili yakawa kisingizio. Kisingizio cha mauaji ya kimbari yaliyopoteza maisha ya karibu watu milioni 1. Yote haya ndani ya siku 100 tu. Fikiria. Ndege iliyowabeba marais wa Rwanda na Burundi ilitunguliwa, na hapo maafa yakaanza. Lakini swali linabaki hadi leo. Nani alifatua lile kombora? Je, walikuwa waasi, wanasiasa wenye msimamo mkali, au hata mkono wa nje uliotaka kuvuruga mchakato wa amani? Hakuna anayejua kwa hakika. Sasa, hebu tumwangalie shujaa mwingine wa Afrika, mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa na maono ya kipekee, Thomas Sankara wa Burkina Faso. Maneno haya yanaonyesha falsafa yake yote: kujitegemea. Aliamini Afrika inaweza kujilisha na kujivunia utambulisho wake. Lakini wazo hili ambalo liliwapa matumaini wa Afrika wengi lilikuwa ni sumu
kwa wale waliotaka kuendeleza mfumo wa ukoloni mamboleo. Na hapa ndipo tunapokutana na hadithi ya kuhuzunisha ya usaliti. Aliuawa katika mapinduzi yaliyoongozwa na rafiki yake mkubwa Blaise Compaoré. Na miaka mingi baadaye, mahakama ikaja kuthibitisha kile ambacho watu wengi walikuwa wakihisi, kulikuwa na mkono wa Ufaransa na Ivory Coast nyuma ya pazia. Na mwisho kabisa, turudi kwenye mizizi. Enzi zile za mwanzo kabisa, mara tu baada ya nchi zetu kupata uhuru, ambapo viongozi wapya walijaribu kutengeneza njia zao wenyewe. Hapa tunaona orodha ya viongozi. Wote hawa walikuwa na kitu kimoja kinachowafananisha. Walijaribu kupinga mfumo ulioachwa na wakoloni. Iwe ni kwa kutaka sarafu yao wenyewe kama Olympio au kwa kufuata itikadi tofauti kama Ngouabi. Wote walionekana kama tishio. Sasa, ukiyaweka matukio yote haya kwenye ratiba moja kama hivi, unaanza kuona kitu. Sio matukio yaliyotawanyika, bali ni kama kuna ruwaza fulani, kuna mtindo unaojirudia kila baada ya miaka kadhaa. Kwa hiyo, ni nini hasa kinachojirudia hapa? Tunaona mambo yale yale. Kwanza, udhibiti wa rasilimali. Pili, kutafuta uhuru wa kifedha. Tatu, msimamo imara dhidi ya ukoloni mamboleo. Na cha kusikitisha zaidi, mara zote kuna usaliti wa ndani, ambao mara nyingi unachochewa au kuungwa mkono na nguvu za nje. Hili linaturudisha pale tulipoanzia. Baada ya miaka 60 ya matukio kama haya, swali linabaki. Je, historia hii bado inaendelea kujirudia mbele ya macho yetu? Je, nguvu zile zile zilizocheza na hatima ya Afrika zamani bado zinafanya kazi leo? Ni swali la kujiuliza.